Karne ya 11, mercenaries wawili wa kizungu, William Guerin na Pero Tovar, wanaingia ndani ya China wakitafuta kile kinachoitwa black powder, baruti ambayo haikuwahi kuonekana Ulaya. Lakini badala ya kupata utajiri, wanakutana na kiumbe cha ajabu na cha kutisha. William anafanikiwa kukata mkono wa kiumbe huyo wa ajabu wasiyemjua. Baada ya kusalimika kwa shida, wanakamatwa na jeshi maalum la Kichina linaloitwa Nameless Order, ambalo limewekwa kulinda Great Wall of China. Haku ndipo wanapogundua ukweli wa kushangaza. Ukuta huu haukujengwa tu kuwazuia majeshi ya kibinadamu, bali kulinda dunia dhidi ya wanyama wa kale wanaoitwa Tao Tei. Viumbe hawa wa sura ya mamba huamka kila baada ya miaka 60 ili kushambulia na kula wanadamu. Nameless Order si jeshi la kawaida. Wamefunzwa kwa nidhamu ya hali ya juu, kila kitengo kikiwa na mbinu yake ya kipekee. Kuna wanawake mashujaa wanaoruka kutoka juu ya ukuta kwa kamba, wakichoma Tao Tei kwa mikuki, na pia kuna silaha za kisasa zinazotumia black powder. Nidhamu na ujasiri wa jeshi hili zinamvutia sana William. Mwanzoni, yeye na Tovar wanataka tu kutoroka na black powder, lakini kadri Tao Tei wanavyoongezeka na kuwa werevu zaidi, William anatambua kwamba tamaa haina maana kama wanadamu wote watateketea. Polepole anapata imani ya Komanda Lin Mai, kiongozi shupavu wa Nameless Order, na anaamua kupigana pamoja nao. Katika mapambano ya mwisho, wanagundua kwamba Tao Tei wote wanadhibitiwa na malkia mmoja. Ikiwa malkia huyo atauawa, basi jeshi lote la viumbe litaangamia. William na Lin Mai wanapanga shambulio la hatari kuingia kwenye pango la adui. Baada ya vita vikali na vya kusisimua, wanafanikiwa kumuua malkia na hivyo kuokoa China dhidi ya maangamizi. Mwisho, William anakibiliwa na uamuzi: kurudi kwenye maisha ya zamani ya mercenary au kukumbatia heshima aliyopata ndani ya Nameless Order. Safari yake inaonyesha kuwa ujasiri wa kweli si mali wala tamaa, bali ni uaminifu, ujasiri na kujitolea.